السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Na ndugu zangu katika imani, karibuni tena katika darasa la Ustadh Wembe Online TV. Usiache kusubscribe, kushare na kulike ili tuweze kuenda sambamba katika vipindi vijavyo biidhnil karim. Na ndugu zangu katika imani, leo hii nataka tuzungumzie mambo ambayo yataleta faida katika maisha yako, katika familia yako, katika biashara zako, katika masala yako ya kidunia na akhera. Kuna watu wanapata matatizo kila siku, matatizo kila siku, anaumwa kila siku, biashara zinakatika kila siku, zinazidi kuyumba na kuporomoka, manyumba hayakaliki, vivuli vinapita huku na kule, watu wanaweweseka usiku, hawalali, mtu anaachishwa kazi bila sababu, kuchukiwa bila sababu. Leo nataka nikupatie utaratibu wa silaha ya kupambana na hawa watu ama majini, mashetani na waanga, washawi, mahasidi, wezi na kila aina ya mafisadi ambao wanakufanyia ubaya wewe ili usiweze kufanikiwa katika maisha. Kuna watu kila siku hospitali. Kwa hiyo leo inshallah tega sikio, tuende sambamba ili tuweze kukupatia faida ili ujifanyie mwenyewe, kwa sababu kuna wale ambao ndio wana uwezo wa kwenda kwa mwalimu, kwenda kufanyiwa mambo kama haya, lakini kuna yule mbaya anapata dhiki na anahitaji faraja, lakini hana ile kipato cha kwamba wacha leo mimi niende kwa ustadhi akanifanyia ABCD, niende kwa pastor akanifanyia ABCD, aende kwa shehe akanifanyia ABCD. Basi mimi nakwambia jifanyie mwenyewe utaratibu huu ili uweze kunusurika na wale ambao wanaleta ufisadi katika maisha yako. Wewe ambaye unaumwa kila siku, unaumwa kila siku, wewe na hospitali mpaka watu washakuzoea, madaktari washakuzoea kule, na kupatia silaha hii ya kupambana na wale ambao wanakuchupia maradhi kila siku, kwa sababu kuna maradhi ya kawaida, ule ni mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna maradhi ambayo yanasababishwa na watu, kusudi tu za watu, kwa sababu unafanikiwa mawili matatu, basi hataki ufanikiwe. Yeye anakupiga maradhi ili usiende kazini, anakupiga maradhi usiende shuleni, anakupiga maradhi ili usifanikiwe katika maisha. Wale ambao wanafutwa kazi, siku 2-3 umepata kibarua, alhamdulillah, siku 2-3 tayari ambao unasimamishwa kazi. Ukiangalia hivi unapata kuna hasadi zimekuingia. Hasadi, mtu amefanya uchawi, mtu amefanya sihiri, amekufanyia kila aina ya matatizo ili usiweze kufanikiwa katika ile kazi yako. Leo nakupatia silaha. Tukifanya haraka hapa, kuna silaha, utatafuta papayo, hili papayo, lakini utatafuta papayo bichi, kisha utatafuta mavumba. Haya ni mavumba kama fusho chafu, mavumba. Utatafuta chumvi ya mawe, ukipata ile chumvi ya kawaida sawa, lakini bora zaidi ni chumvi ya mawe. Kisha utatafuta kisu, utatafuta kisha utatafuta kivumbasi, nisikie vizuri, kivumbasi. Kisha utatafuta ule mfagio, ule mti wa ufagio kama unavyoona kwenye picha hapo, mti wa ufagio. Kisha utatafuta majani ya mbaazi, kisha utatafuta majani ya mbaazi, kivumbasi, mfagio, chumvi ya mawe, utatafuta papayu, kisha upate na kisu, kisha upate na fusho chafu.
Ukishapata hivi vitu, tunataka tutengeneze albadili ya uhakika ya kwamba huyo yeyote mwenye anakuendea mbio katika maisha yako naye hawezi akipate vile vile ambavyo unapitia shida na yeye apitie hizo shida. Papayu, bichi, kisu, mavumba ama fusho chafu, chumvi ya mawe ama chumvi ya kawaida, kivumbasi, mti wa ufagio, kisha upate na majani ya mbaazi. Ukishapata hizi vitu, muombe Mwenyezi Mungu. Mfano, hili ni papayu, mfano, lakini hili ni papayu, ni mfano. Ukishapata lile papayu, tafuta sehemu yako makini kwa ajili ya kuomba dua. Utasafisha mahali pako pazuri, kisha utawasha chetezo chako, utaanza kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi Mwenyezi Mungu, mimi nina matatizo ABCD. Hivi vitu utachukua sufuria size tu kubwa ambayo itaingia hiyo dawa. Utachanganya kifumbasi, mti wa fagio, utachanganya na majani ya mbaazi, kisha utamimina fusho chafu hapo ndani. Ukishamaliza hakikisha umepata maji ya bahari na maji ya kawaida. Maji ya bahari na maji ya kawaida ndio utachemshia vitu vyako hivi ama dawa yako hii. Utachemsha kivumbasi, mti wa fagio, majani ya mbaazi, fusho chafu. Lakini maji yenye utatumia ni maji ya bahari. Katika maji ya bahari utatafuta yale maji ambayo yanapiga katika mawe. Utaenda kule baharini, utaona bahari imejaa na ina mawimbi makubwa. Sasa yanapiga kule kwenye mawe. Sasa yale kupiga kwenye mawe, chukua yale maji ambayo yanapiga kule kwenye mawe. Ni uwe makini ili usibebwe na maji. Utachukua yale maji yanayopiga mawe kule. Ukishapata yale maji, njoo uchanganye na maji ya kawaida kuchemshia dawa yako hii. Ukishachemsha pale, iko jikoni dawa yako. Hapa kwenye mswala wako ama sehemu ya kufanyia maombi yako, umetayarisha papayu, umetayarisha chumvi. Umetayarisha papayu, umetayarisha chumvi na kisu. Chetezo chako kiko pale, unaweka ubani yenye unajua wewe, sawa, ili kwa ajili ya kufusha. Iwapo wewe ni Muislamu na unajua kusoma Qur'ani, utasoma Suratul Ra'd mara 3. Soma Suratul Ra'd mara 3. Utaisoma Suratul Ra'd mara 3 bila bismillah. Utaisoma Suratul Ra'd mara 3 bila bismillah. Kisha utasoma Suratul Zilzala bila bismillah. Utaisoma Zilzala mara 7. Utasoma Suratul Zilzala mara 7 bila bismillah. Utasoma Suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, mara 7 bila bismillah. Ukishamaliza hapo, soma Ayatul Kursi mara 7. Hapo utakuwa unafusha papayu lako. Ukishamaliza Suratul Ra'd mara 3, Suratul Zilzala mara 7, Suratul Fil mara 7 bila bismillah. Kisha utamwambia, ya Rabbi Mwenyezi Mungu, mimi nina maadui wa kila aina. Maadui wa kutoka kusini, kaskazini, mashariki, magharibi. Papayu hili ya Rabbi Mwenyezi Mungu, unaweza kuligeuza kuwa kitu cha aina yoyote. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, hii naashiria kama adui yangu. Papayu hili naashiria kama adui yangu. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, na kuomba wewe, papayu hili naashiria kama adui yangu. Ukishamaliza kuomba,
utachukua chumvi ya mawe. Utachukua hii chumvi ya mawe, utaitandaza chini. Utaitandaza chini. Ukipata kitambara cha redi ama ile nguo ile, kuna zile nguo nyeupe, nyekundu, nyeusi. Ukipata ile nyekundu sawa, ukikosa achana nayo, weka kwenye simiti. Weka kwenye simiti. Hii utaitandaza pale chini. Ukishaitandaza kisha una step juu. Unaikenyaga chumvi hii. Utaikenyaga pale chini. Ukishaikenyaga, si utakuwa umekenyaga hivi na miguu yako, ile chumvi. Ukishaikenyaga, chukua papayo lako. Anza kusema hivi: ewe papayo, kwa sasa wewe sio papayo. Kwa sasa wewe ni kila adui anayeniendea mbio katika maisha yangu. Wewe ni adui unayeniroga. Wewe ndio mchawi unayeniroga. Wewe ni mwizi ambaye unakuja kila siku kwangu kuja kuniibia. Wewe ndio hasidi unayenivurugia mambo yangu. Wewe ndio kila ambaye unanifanyia ubaya. Wewe ndio shetani ambaye unatumwa kuja kunifanyia ubaya. Ukishamaliza, unaanza kukatakata. Leo hii wewe adui yangu unakukatakata. Unakatakata hivi. Kinachohitajika ni yale maji ambayo tunasema utomvu mweupe kwenye yai, ndio inahitajika hapa. Wakati unafanya hivyo, kumbuka kule umebandika dawa jikoni kule. Inachemka. Na kukatakata wewe adui yangu. Na kukatakata wewe mchawi ambaye unaniroga kila siku. Na kukatakata wewe mwanga unayekuja kuwanga katika biashara yangu. Na kukatakata wewe ambaye yani unazungusha ile papaya kisha kila sehemu unakatakata. Na kukatakata wewe shetani unayekuja hapa kuniwangia ama kuleta dawa. Na kukatakata wewe sahir wal musahirin, mchawi wa kike na mchawi wa kiume. Na kukatakata leo wewe ambao unaniletea maradhi, leo hii na kukatakata. Wewe unayenisababishia wanangu hawapati mafanikio katika maisha yao, leo na kukatakata. Wewe adui ambaye unanifanyania, yani unaongea wewe adui. Ukishamaliza utatoka pale kwenye ile chumvi, utachukua beseni lako ama ndoo yako, nenda uweke ile papayu pale ndani. Ndoo ya kuogea. Nenda uweke ile papayu pale ndani. Chukua ile chumvi ambayo umeikenyaga pale, uende ukamimine kwenye hiyo ndoo ambayo ndani kuna ile papayu. Nenda umimine. Ukishamimina, dawa yako imechemka kule. Dawa yako imechemka. Chukua ile dawa yako, nenda umimine kwenye ile ndoo hiyo ambayo umeweka papayu na chumvi. Nenda umimine hayo maji ya dawa. Nenda umimine pale ndani. Yale maji utatumia kuoga. Kumbuka maji hayo yako moto, kwa hiyo yaache kidogo yapoe. Usiongeze maji mengine. Usiongeze maji mengine. Kwa sababu kipindi cha kwamba unamimina yale maji ni kwamba unamimina katika mwili wa yule adui yako uliyemkatakata. Ile chumvi uliyomimina umeimimina katika mwili wa adui yako uliyemkatakata. Yale maji ya dawa utamimina katika papayu hili ambalo liko ndani ya ndoo, ni kana kwamba unamimina katika mwili wa yule adui yako. Ukishamaliza yale maji utaenda kuoga. Wakati wa kwenda kuoga, utaoga kwa manuizi. Usioge chooni, tafuta sehemu safi uende kaoge. Kama ni bafu, hakikisha bafu ni safi. Wale ambao wako vijijini ni vizuri ukaoga nje. Dawa hii usioge usiku. Ni vizuri ukaoga wakati wa asubuhi, mchana, jioni pale, lakini sio usiku. Usipendelee kuoga dawa za usiku. Zipo dawa maalumu za kuogea usiku. Unaona? Kwa hiyo wakati unataka kuoga, weka nia yako ya kwamba yeyote ambaye alikuwa ananihusudia mwili wangu mimi,
yeyote ambaye alikuwa anahusudu maisha yangu, yeyote yule ambaye alikuwa anaufanyia ubaya maisha yangu, biashara yangu, watoto wangu, mali zangu, kila kitu changu, basi kwa dawa hii iwe ni pigo kubwa sana katika mwili wake, katika maisha yake, katika kizazi chake, katika familia yake, katika kila kitu chake. Ukishamaliza kuweka nia hiyo, oga. Wallahi wa billahi wa tallahi, ukifanya kama nilivyokuelekeza, wallahi wa billahi wa tallahi, sijui ndani ya siku 3 itakuwaje, sijui ndani ya siku 3 mtu anamekwendea mbio na utaratibu huu. Wallahi, hakikisha maji ya bahari ni yale maji yanayopiga kwenye majabali. Wallahi wa billahi wa tallahi, fanya utaratibu, utaona vile watu watakapopata shida. Allah ameweka siri na asrari kwenye miti. Wewe unajua kula kwenye miti peke yake, lakini unaweza tumia silaha. Nabii Musa alayhi salatu wasalam, fimbo yake ile anadhania kwamba ni fimbo tu ya kwamba anaangushia majani, lakini ile ni silaha kubwa sana iliyoangamiza maadui zake. Allah naye anaweza jalia, anajalia papai hilo ikawa ni silaha ya kuangamiza maadui. Fanya kwa imani, fanya utaratibu huu. Kwa wale ambao hawajui kusoma Qur'an, tafute mjuzi, kwa sababu ni muhimu sana. Hizi sura ni sura za kupiga, hizi ni sura za kupiga. Habaki mtu. Zoezi hili utalifanya kwa siku 3. Katika siku ya pili itakuwa lile papayu hulikatikati tena. Utakuwa unachemsha dawa yako, lile papayu utaliweka pale. Unaona? Utachemsha dawa yako, utachukua chumvi. Nisikilize kwa makini. Utachukua hii chumvi, utaiweka pale pale kuitandaza, kisha utaikenyaga. Chukua papayu lako, utaanza kuongea kwamba wewe papayu utalikatakata tu kidogo kidogo tu, utalikatakata na kukatakata wewe adui na kukatakata. Ukishamaliza, fuata wewe utaratibu ndani ya siku 3. Huo utaratibu huo ndani ya siku 3, siku ya kwanza, ya pili, ya 3. Ile siku ya 3 ukishamaliza kuoga, lile papayu nenda ukalizike. Tena zika kwa manuizi ya kwamba ewe adui yangu, leo ndo siku yako ya mwisho katika dunia hii, na kuzika ewe papayu. Ewe adui, na kuzika, ewe adui yangu, na kuzika. Iwe ni mwanga, iwe ni mchawi, iwe ni mwizi, iwe hasidi, iwe nane, zika lile papayu. Kwa makini, sije kwamba adui zako ndio wanao kutoka katika nyumba yenu. Utaona watu vile watakavyopuputika kama maembe mabovu kule juu yanavyopuputika kama majani, kwa sababu watakufa wengi sana. Wallahi wa billahi watakufa wengi sana. Hii utaratibu ufanye. Kama uwezi, njoo ofisini hapa tuje tufanye. Usikize vile watu watakavyokufa hapo. Na hii tunafanya kwa sababu wametuzoea sana, wanatuharibia sana. Mchawi hafai kuishi, angamiza yeye. Asidi hafai kuishi, angamiza yeye. Biidhnillahil karim, fanya utaratibu huo, na inshallah taala, kama uwezi, fika ofisini hapa maeneo ya Mombasa, Kenya, maeneo ya Likoni. Tuko Gambani Car Wash. Tunaweza tuwasiliana katika nambari inayoiona hapo ama kwenye bio hapo juu. Chukua nambari hapo tuweze kuwasiliana, ili tuweze vipi tutasaidiana katika mambo haya biidhnillahil karim. Ni Shufaa Habs Rukia Center, Ustadh Wembe hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.